Kwanza nawashukuru kwa kunishirikisha katika tukio hili muhimu sana la kihistoria kwa nchi yetu. Mkutano wa mwanzo wa aina yake na wa kihistoria kwa Watanzania waishio nje kukutana ndani ya nchi yao kuzungumza kama wao, lakini kuzungumzia masuala ya maendeleo yao na maendeleo ya nchi yao. Mimi napata faraja kwa sababu kama nilivyosema, kila nilipokuwa natembea nje huko nimekuwa nazungumza sana na Watanzania. Na katika mazungumzo yangu kwanza nilikuwa nataka kuwafikia tu, kuzungumza nao, kuwasikiliza, lakini pia nilitaka kuwathibitishia kwamba kuwashirikisha Watanzania katika shughuli za maendeleo ya nchi yetu ni moja ya shabaha zetu za msingi katika serikali. Ni maelekezo rasmi ya chama chetu kwamba tufanye hivyo. Kwa miaka mingi Watanzania wako nje, kwa miaka mingi, wengine wako miaka 40, wengine 50, wengine 30. Lakini kwa miaka yote hiyo hatujawahi kuwa na msukumo mkubwa wa kuwaunganisha Watanzania kama tulivyoamua kufanya safari hii. Pengine ilikuwa mazingira yaliyowafanya watu wengine waondoke, wengine wakaondoka wamekimbia ujamaa, wengine wamekimbia umaskini, wengine wamekimbia njaa. Kaona wanakokwenda huko labda neema itakuwepo. Alafu walipokuwa kule wengine wakawa kazi yao ni kulaumu kwao na kuona kwao ni kubaya na kuzuri ni kule waliko wao. Nadhani mazingira yale nayo yalifanya na serikali nayo ikawachusha, ikawasusa pia, ikasema kama wamekuona huku kubaya kule kuzuri na wanatumia muda wao kushutumu nyumbani, basi wacheni wakae. Kwa hiyo kaona ngoja tubadili sura hii, na tumefanya kazi kubwa. Kutoka kule tulikokuwa mpaka mazingira yalivyo hivi sasa ni mazingira tofauti sana. Lakini kwa nini tumefanya hivyo? Tumefanya hivyo kwa sababu nataka Watanzania walioko nje watambue kwamba na ndio nilikuwa nasema kila wakati, ujumbe wangu mmoja tunaweza ukaujumlisha kwenye neno moja. Niwaambia kaeni ugenini lakini kumbukeni nyumbani. Wale ambao nimekutana nao. Na kama ilivyo sasa msemo wa kauli mbiu ya mkutano huu, nyumbani ni nyumbani. Hata tulipokuwa tunasoma Kiingereza kule mwanzoni kulikuwa na msemo east west, home is best. Na mkataa kwao mtumwa. Na ukikataa kwenu wewe ujue mtumwa huko uliko. Kweli sisi kuna ndege mmoja asubuhi anaondoka, anakwenda kuhangaika, lakini jioni anarudi. Na akirudi anaimba, njokoe kunogile ukae. Ndege watu njokoe. Na anachosema kunogile ukae kwamba hata kama umekwenda kutembea lakini jioni kuzuri nyumbani. Kunogile ukae maana kuliko kuzuri ni nyumbani.
Na ndio nimekuwa nawakumbusha tu Watanzania wenzangu, nyumbani ni nyumbani, kama yule ndege njokoe kunogile ukae. Na nimekuwa naomba kufanya mambo yafuatayo, na yakumbusha tu wale ambao tuwekutana. Kuna mingine sijafika, Cambodia sijafika. Lakini Singapore nimefika pale, nikakuta kuna Watanzania hapa. Sio wengi, wako kama 6 hivi. Lakini wapo. Kwa hiyo hakuna mahali duniani Watanzania wapo, which is good. Tunasema la kwanza, kumbukeni kwenu. Yaani na msingi. Na nimekuwa na maana ya mambo manne. La kwanza, jengeni nyumbani kwenu, saidieni ndugu zenu. Na nilikuwa nalisema kwa dhati tu kwamba naishi Ulaya miaka 30, nazaa watoto. Hata kama umeoana na Mtanzania mwenzako, lakini mtoto uliyemzaa London aliyekaa kule miaka 30, kule London ndio kwao. Utamaduni wake, fikra yake ya dunia ni ile anayoiona pale London. Na wewe unakujua nyumbani kwenu kulivyo. Nyumba ya miti, imekuandika udongo, imeezekwa makuti, akipiga hatua kubwa amepiga bati, akipata uwezo mkubwa anapata saruji, anapiga lipu nyumba yake, kuta zile zinakuwa bado nyumba ya udongo, ya bado ya miti, lakini amepiga lipu vizuri, inapendeza. Akijenga uwezo anakwenda kuweka sakafu ya saruji, lakini choo bado cha shimo. Sasa watoto wenu wale wakirudi huku wanapata cultural shock. Wanapata mtikisiko wa kiutamaduni. Na balozi wangu mmoja, unajua si kosa ama, lakini ni utaratibu tu. Akisema mtu akichaguliwa kwa balozi huwa harudi mpaka anapostaafu. Kwa hiyo teuliwa kwa balozi nchi, kenda nchi. Sasa siku moja akarudi nyumbani kuja kutembea, kenda kwao huko milimani. Na wanawe Dad won't go to the toilet. Akampa bibi yake, peleke mjukuu wako chooni. Akampeleka chooni, mtoto yule katoka mbio. Grandma wants to dump me in a pit. Kwamba bibi anataka kunitumbukiza kwenye shimo, kwa sababu yeye haamini kwamba kile ni choo, lile ni shimo. Na imagination kwamba atachutama pale ajisaidie hawezi kufikiria. Sasa nasema yote haya mkae myafikirie, kwamba myafikirie muone hivi mnarudije nyumbani. Nasema pole pole tuwekeza ili mtakaporudi nyumbani. Wengine sasa mnapata mama mzungu au bwana mzungu, lazima aje ukweni. Sasa ukweni akifika kule kwenye tembe, shoki ya kwanza hii. Na ndio maana mkija mnakaa mnaishia mjini, mnakwenda kusalimia, unarudi Dar es Salaam.
Nasema la kwanza hili, fikirieni tu, hivi mkirudi mnarudi vipi? Vinginevyo kama umeamua tu kwamba utakaa huko. Kwa sababu hili la msingi. Ili nyinyi wenyewe msipate matatizo, msipate watoto wenu wasipate shock. Nyinyi mmekulia kwenye mazingira haya. Ili watoto wenu wasipate hiyo shock. Kwa sababu jengeni kwenu. Lakini saidieni ndugu zenu. Nyinyi mlioko kule, pamoja na kwamba mnaweza kuwa hamna kazi zenye mishahara mikubwa, lakini $100 kwa nyumbani huku ni nyingi sana. Ukipelekea nyumbani kwenu $100 kwa mwezi, kwa baba yako, kwa mama yako, shilingi 160,000 kijijini pale, anatamba kweli kweli. Kama anapiga kaugimbi, wanajua tu kwamba sasa mzee fulani mambo yake mazuri. Na anapita pale anasema, mwanangu amenikumbuka safari hii. Kunyweni, wanakunywa pale na pombe zenyewe hazina gharama zile za mtama. Anaweza kununua hata klabu nzima akawalipia watu wote, na bado akawa amelipa shilingi 10,000 tu kwa pombe yote ile ya pale klabuni. Nasema kumbukeni, saidieni ndugu zenu. Lakini msaada mkubwa, wasaidieni waweze kupata elimu, waweze kujiendeleza na wao. Hili nasema hili moja, nasema kumbukeni kwenu kwa maana ya kwanza, kumbukeni kwenu kwa maana ya pale. Maana wakati mwingine wanajikuta wasema hiki vipi, kamba hivi. Nyinyi sikilizeni, nyinyi shughulikieni na kwenu tu. Ila kujenga barabara, shule, hii tuacheni sisi kwenye serikali. Nyinyi mkiwa na mawazo toeni tu. Nasema si tutasaidiaje kwenye elimu? Kama utasaidia vipi? Wewe una mawazo gani? Nasema kule elimu mbovu kabisa. Niambia hiyo mbovu, lakini ndio kufikisha hapa, msingi wake ulipata pale ndio akakuona huko, maana lakini sema kwamba hili, nikasema hili kwanza nilikuwa nawakumbusha sana. Lakini la pili nikamwambia hivi, changieni maendeleo ya nchi yenu. Ila kwanza shughulikieni na familia zenu na kule kwenu mlikotoka. Nyinyi wenyewe tengenezeni mazingira mazuri. Kwa sababu wakati mwingine kwa mahali kama pia thibitisheni kukaa huku ni bora zaidi ya kule nyumbani mlikokuacha. Kwa sababu ukija hapa unamkuta mwenzako ana nyumba yake Sinza safi tu. Ana nyumba yake Tegeta pale, ya ghorofa nzuri. Unasema nchi hii kila mtu mwizi tu, hata huyu ana nyumba nzuri namna hii. Nasema hii nchi hii lazima ni wezi tu, hata huyu. Mzako ameishi, ametumia maarifa yake. Ametumia maarifa yake pole, hakumuibia mtu, amewekeza, kajenga nyumba yake nzuri Tegeta pale. Anaishi vizuri. Hana uwezo wa kununua gari mpya, lakini balloon ya mwaka 90 anayo. Hatembei kwa miguu. Na maisha yake kwa viwango vya hapa nyumbani safi tu. Lakini anasema hili mwingine hili ni lenu kabisa. Yaani nyinyi wenyewe lazima mtazame maisha yenu, lakini saidieni ndugu zenu. Mna uwezo, hata kama sio mkubwa, lakini hauwezi kufanana na yule mama yako pale kijijini. Ukimsaidia ndugu yako kusoma, siku hizi kila shule anataka laptop, ukipata tablet ukamletea, ukapata iPad ukamletea, naye anasukuma maisha yake. Naye anapiga hatua pole. Sababu nilikwenda juzi kwa Marekani, nilikuwa nazungumza na Watanzania pale Washington pale nadhani. Kama nyinyi usiwe kipimo cha Tanzania ni Marekani. Yaani unaona Marekani ndio kipimo chako wewe. Kama hivi, hii Marekani hii haina mfano na nchi yote duniani. GDP ya Marekani trilioni 15.
dola. Nchi ya pili kwa ukubwa kwa uchumi ni China, trilioni 6. Kwanza uone hiyo tofauti hiyo kuwepo. Sasa kusema wanaua nchi hii bwana, wewe mambo safi, barabara, mambo. Sasa wewe yaani wewe kipimo chako cha ubaya wa Tanzania hivi ni nani? Ni Marekani. Marekani haifanani na nchi yote. Hakuna nchi yote duniani unaweza kulinganisha na Marekani, haipo. Hata hao Japani wanasogea tu, wa China ambao ndio the second largest economy, lakini hawawezi kufikia Marekani. Kwa sababu kwa vile vigezo vyenu mnavyovitumia wakati mwingine kule havifanani na mazingira yenu. Wewe mazingira kigezo utakitumia Tanzania ni kwamba hii ni nchi masikini, imepata uhuru mwaka 61, na Waingereza walipoondoka hapa wametuachia barabara 3 za lami. Moshi Arusha, Tanga Korogwe, Dar es Salaam Morogoro. Ulikobakia kote barabara za vumbi. Sasa ni nchi ambayo hiyo ndio mmepokea nchi hiyo. Mainjinia wawili. Hiyo ndio nchi ambayo ilipokea mwaka 61 na tumeachua wenyewe kuijenga. Sasa unapoondoka wewe, nchi gani hii? Tunayo kazi ya kuijenga hiyo nchi. Nchi hii iliyokuwa na barabara 3 za lami, iliyokuwa na mainjinia wawili, leo tunao 7,000. Tumefanya kazi. Daktari alikuwa Makene, si na mwenzake nani sijui, na Mhonoli. Ndio nchi Uingereza waliotuachia hii. Miaka 75 ya ukoloni, ndio nchi waliotuachia mwaka 61 hii. Life expectancy miaka 35. Tunataka kumsenyerea mpokea nchi hiyo. Sasa kazi ni kuitoa hapo alipokabidhiwa na kuipeleka huko kwenye maendeleo makubwa zaidi. Kwa kwanza ulinganifu ule ukilinganisha hiyo na hiyo ukolinganisha siku. Ulinganisha pale tulipotoka na tumekwenda wapi. Kwa hiyo kila pili sasa tusaidie maendeleo ya nchi yetu. Hiyo maendeleo. Nikawa nasema hivi, mambo gani tunategemea kutoka kwenu? La kwanza, uwekezaji. Hakuna uchumi wowote duniani unaokuwa bila ya uwekezaji. Uwekezaji wa ndani na uwekezaji kutoka nje. Nchi mojawapo inayoongoza kwa uwekezaji mwingi kutoka nje ya nchi ni Marekani yenyewe. Hayo mataifa makubwa hayo ya uchumi mkubwa yale yanatumia pesa za wengine kuendeleza nchi zao. Na ndio siri ya maendeleo. Ulaya ile baada ya vita kuu ile ya kwanza, ya pili ile ilikuwa imekwisha. Ni Marekani ndio imesaidia kukuza uchumi ule. Japani, Marekani. China hii mnayoiona sasa imekuwa kwa pesa za kutoka nje. Pesa za uchumi wa magharibi zilizokwenda kuwekeza kule China. Unakwenda Marekani pale unanunua jeans, Levi Strauss. Ukisoma made in China. Ni wa Marekani wamewekeza China. Siku moja nimekwenda ziara China, nimekwenda Tianjin. Mji mmoja karibu na Beijing. Tumetembelea kiwanda cha Toyota. Wanatengeneza Toyota Crown. Kile kiwanda kinatengeneza gari 200,000 kwa mwaka. Na yule manager, kwa sababu yeye anaitwa Kato, alitangulia kuniambia mimi Mjapani sio Mchina, yani ili maana mimi tofauti sioni. Lakini akaniambia wana viwanda vya namna ile vitatu ndani ya China.
kila kimoja kinazalisha gari 200,000. Nikamuuliza unaziuza wapi? Anasema tunauza hapa China. Sasa ukitembelea pale unakwenda kukuta bendera ya Ujerumani, bendera ya Uingereza, ya Marekani, ya Japani. Ni FDI za kutoka nchi za magharibi ndio zimekuza ule uchumi wa China. Leo umekuwa ni uchumi wa pili duniani. Sasa uchumi ule umekuwa mkubwa kiasi kwamba nchi za magharibi sasa zinatishika na uchumi walioukuza wao wenyewe. Lakini uchumi ule, kuna point ninayosema hapa ni kwamba hata na sisi wa Tanzania kama hatutafanikiwa kuleta vitega uchumi kutoka nje, itatuchukua miaka mingi sana kukua. China imechukua miaka 30 tu close ile gap. Sasa wame overtake Japan. Nadhani miaka 20 ijayo hivyo watakuwa ni uchumi wa kwanza mkubwa duniani. Lakini nguvu ile imejengwa na uwekezaji, vitega uchumi kutoka nje ya nchi. Ndio maana tunasema na nyinyi mliopo kule, tumieni fursa ile kuleta vitega uchumi na uwekezaji ndani. Leteni Tanzania. Hata wala usidhani kama ni kitu kikubwa, hata kidogo tu. Kama ukuta kuna kaduka hapo wanaweza kuja kutengeneza kitu fulani, wewe kilete tu. Kwa sababu hata hicho kidogo hatimaye kinaweza kugeuka kuwa kikubwa. Lakini hata hicho kidogo bado kitakuwa kimesaidia kutengeneza ajira. Natoa mfano mimi. Hata mtu akipata container yake akafungua grocery, anauza bia, anauza soda, kuna mtu pale atakayepata ajira ya kwenda depo ya breweries ya na mkokoteni kwenda kuleta kreti pale, naye kapata ajira. Kuna mama pale atakayepewa kazi ya kufungua vizibo vile na kuwahudumia wateja, naye kapata ajira. Lakini pembeni atakuwepo meku, naye anachoma ndafu. Na kwingine huko atakuwepo shemeji yangu Makonde, naye anachoma kuku. Watu wamejua. Mwingine yuko pembeni pale anatengeneza chips mayai. Uwekezaji ule mdogo umetengeneza ajira kwa watu 4, 5, 6, 7, 8 mpaka 10. Kwa hiyo wanasema leteni uwekezaji, msifikirie tunazungumzia kama mlete miradi mikubwa ya maviwanda vikubwa. Hapa chochote utakachoweza kukileta hapa kikiwa ni uwekezaji kitasaidia kwa namna moja au nyingine. Uchumi utakuwa umekuwa kwa kiasi kile, lakini na ajira zitakuwa zinapatikana, wanaopata mishahara wale. Kila ule mwajiri mmoja ana watu 4 anayekwenda kwa support, kwa utakuwa umekuza. Kwa hiyo kwanza uchumi, tafuteni vitega uchumi, sukumeni huko. Kimkuta mtu anasema anatafuta kwenda kuwekeza Afrika. Hakuna nchi nzuri kushinda Tanzania. Twende bwana, mimi naijua nchi ya Afrika, nitakupeleka. Nenda Tanzania. Utakuwa mmetusaidia kukuza uchumi wa nchi. Lakini kwenye uwekezaji sio tu mlete makampuni, lakini hata nyinyi wenyewe mwe wawekezaji. Kuna wengine mmekusanya uwezo, hata huo uwezo mdogo, nasema hata kile kidogo ulichokuwa nacho, ukija ukikiwekeza kuna kitu kitakachoweza kupatikana. Kwa hiyo kuna ile unaweza kuleta uwekezaji mkubwa, lakini kuna kuwekeza wewe mwenyewe na kuja kuwekeza, hatimaye unaweza ukasukuma ukakuza, saidia kukuza uchumi. Sasa kwenye kusaidia nyumbani, nasema la pili, tafuteni masoko ya bidhaa. Nyinyi huko mliko mnajua bwana, kumbe kuna machungwa
Kuna soko la machungwa, kuna soko la maembe, kuna soko la ndizi, kuna soko la hii. Kwa nini na ya kwetu nayo yasiletwe? Kipate soko ya maana. Kuna soko la vikapu. Kienda pale, moja ya sifa ya Wachina ni kujua tu kwamba nini kinatakiwa kwenye soko. Siku hizi hata vinyago vipo vya plastiki. Kwa hiyo masoko yapo, na nyinyi tafuteni yale masoko jamani, waambieni jamani, huku watu kuna tafutwa hiki nchi nyingine za Afrika zinauza. Je, huku nyumbani hamwezi? Sasa kwa hivi nalo huko ndo mnavochangia nchi yenu kupata maendeleo. Lakini sisi ni watu ambao maendeleo yanahitaji mitaji, yanahitaji masoko ya bidhaa, yanahitaji teknolojia za kisasa. Hatuwezi kuendelea na teknolojia za zamani. Leo tumepita pale, Huawei ameonyesha simu ya S7, simu ya namba 7. Wanasema hiyo tena ndio kiboko ya simu zote duniani. Lakini teknolojia hizo unazotaka, kama unataka faster internet, haiwezi kuwa internet ukigonga pale inachukua muda mrefu, inazunguka mpaka ifunguke. If you can get faster internet, faster technologies, more versatile technologies, better technologies, ndio vitu ambavyo nyinyi mliopo kule, nyinyi ndio mko kwenye dunia yenye vitu vyote hivi. Matajiri wapo wanataka kuwekeza, masoko ya bidhaa yapo, teknolojia huko tena ndio the home of innovation. Some of you live in countries ambao the home of innovation. Kila wakati kuna innovations zinazokuja. Nazo tunazitaka kwa ajili ya kusukuma maendeleo ya nchi yetu. Nyinyi kule mnazijua. Nyinyi kule wengine mnafanya kazi hiyo. Lakini wengine ndio wavumbuzi wenyewe wa hizo teknolojia. Naweza kutumia fursa hiyo kuleta hizo teknolojia huko nyumbani. Lakini si teknolojia tu. Lingine tunalohitaji sisi ni ujuzi na maarifa. Technical skills. Sisi kwa uchanga wetu, sisi kwa mazingira yetu, hatuna maarifa makubwa sana kushinda maarifa yaliyoko kwenye mataifa yaliyoendelea. Uingereza, Marekani, Japani, China, kwingineko huko. Lakini nyinyi mko kule, ujuzi ule mnao, maarifa yale mnayo. Yaleteni nyumbani. Watu wale ambao wanaweza kutusaidia wakati mwingine, washawishini waje. Bwana nchi, kwa nini usiende tu katika nchi moja huko, nchi nzuri kuliko zote? Hakuna nchi kama hiyo duniani, watu wake wapole, wema, maskini lakini roho zao safi. Nayo tunahitaji technical skills, tunahitaji technology, we need markets for our communities, but we also need investments. Nyinyi ndio mko kwenye maeneo hayo. Mko kwenye nchi ambazo hayo yote yanapatikana. Lakini sio hivyo tu, mko kwenye nchi ambazo yanapatikana, lakini pia na wao wanatafuta mahali pa kwenda. Kuna surplus capital, inahitaji masoko. Kwa hivi ni vitu ambavyo nimesema kwamba kila nikienda nilikuwa nawakumbusha Watanzania wenzangu, haya tuyafanye. Kozi nilichokuwa nimeomba kingine ni kwamba undeni umoja, tengeneza organizations ambazo zitawasaidieni kuunganisheni, mpate nafasi ya kuyazungumza haya kwenye umoja wenu, ili muone namna gani mtasaidia kuchangia maendeleo ya kwenu. Kwa niseme tu kwamba ninapata faraja sana kwa hatua tuliofikia sasa. Kwanza, kila ninapopita sasa unakuta kuna associations za Watanzania na jitihada za makusudi za
za kuleta vitega uchumi, kuleta teknolojia za kisasa, kutafuta masoko ya bidhaa, kuleta ujuzi na maarifa inafanyika. Kwa hiyo nichukue nafasi hii tu kutoa pongezi zangu za dhati kabisa za kwenu za mchango ambao mnaotoa mpaka sasa hivi. Na nimefurahishwa sana ndugu Emmanuel na mkutano huu. Kwamba sasa Watanzania na walioko nje wanaweza kukaa wakarudi nyumbani wakakaa wakayazungumza namna gani watachangia maendeleo ya nchi yao. Mimi nadhani hili jambo la faraja kubwa sana. Lakini sisi hatakuwa wa kwanza kuishughulikia kujaribu kukusanya diaspora kwa ajili ya kuwa na mtazamo wa kusukuma maendeleo ya kwao. Wenzetu wengi wanafanya hivyo duniani. Wanafanya hivyo na sisi lazima tufanye. Na sasa tunafanya kwa sababu manufaa yake tu. Hayo manufaa kwa mambo hayo manne diaspora inaweza kutusaidia sana. Okay. Na nchi nyingi zimenufaika. Ile kupitia ile ya kuchangia tu maendeleo ya nyumbani kwao, ya jamaa zao. Nchi zimekuwa zinapata pesa nyingi kutoka kwenye diaspora yao kuja nchini, na fedha hizo zimesaidia sana katika kukuza uchumi wa nchi hizo. Anasema duniani inakadiriwa kuna watu milioni 200 wanaoishi, milioni 220 wanaoishi nje ya nchi zao. Pengine bwana mkubwa hapa anaweza kujua zaidi, lakini ambao ni 3% ya watu duniani wanaishi nje ya nchi zao. Kwa milioni 200 sio na 20, si kidogo. Na Benki ya Dunia wanakadiria kwamba kwa mwaka 2013 fedha zilizotumwa nje ni karibu bilioni 581 na watu hao. Na nakadiriwa kwamba ifikapo mwaka 2016 zitafikia 681 bilioni. Kwa hiyo tutakuwa na ongezeko kubwa. Sasa sisi wa Tanzania si haba, lakini Tanzania mwaka 2011 ilikadiriwa kupokea dola za Marekani milioni 10.2. Ni kidogo sana. Lakini inategemea tu ile diaspora yenu huko waliko wana shughuli za namna gani. Lakini si haba, nayo imekuwa inaongezeka na tunatumaini kwamba itaendelea kuongezeka. Sisi ni milioni 10. Kenya wenzetu bilioni 1.3. Yes, sababu yenyewe that's the difference. Kwa hiyo pengine hatuna watu wengi sana nje, kwa sababu na Watanzania tofauti na wengine, Watanzania hawakuwa na tabia ya kwenda kuishi nje. Wanakwenda kusoma wanarudi, Wenzetu wengine wengi, lakini pia na sisi mazingira yetu tu hatujawahi kuwa na migogoro ikawafanya watu walazimike kwenda kuishi nje. Sisi mgogoro wetu ulikuwa hali ya maisha tu. Lakini waliokuwa na watu wengi nje ni wale ambao wamekuwa na migogoro mingi. Migogoro, mapigano, kwa watu wengi ndio Dr. Waganda wako wengi, Wanyarwanda wako wengi, watu wa Kenya wako wengi. Wengine wamekuwa wengi, kwa hiyo lakini sasa kilinganisha hizo hesabu hizo ni kwamba na sisi
kwa Tanzania tunaweza kuchangia zaidi ya tunavyochangia sasa. Lakini pengine tulikuwa hatujawaunganisha ya kutosha, ndio maana hata mchango ule umekuwa sio mkubwa sana. Lakini nadhani jitihada hizi tunazofanya na kuhamasisha watu wachangie itasaidia. Lakini wale Watanzania waliokuwa nje si kwamba walikuwa hawana nia. Wana nia. Wako na nia ya kujenga nyumbani. Lakini wamekuwa na matatizo ya kupata viwanja. Wakati mwingine anakwenda anapewa kiwanja, akishapewa kile kiwanja akirudi anaambiwa bwana, pale kwenye kiwanja chako kuna mtu mwenzako anajenga sasa, akishafikia kozi ya 3. Tukatoa maagizo kwa Wizara ya Ardhi. I hope wapo hapo kwa Wizara ya Ardhi kwamba wapime viwanja, wavitenge maalum kwa ajili ya watu wa diaspora, ili wawe na hakika ya kupata viwanja ambavyo vitakuwa vina migogoro. Nani Waziri Tibaijuka kwenye ujenzi wa nyumba wako na nia ya kujenga. Nampelekea mjomba hela, nampelekea baba hela, nampelekea ndugu yako hela ya kujenga. Anakuambia ujenzi unaendelea vizuri, na picha anakuletea, kumbe kapiga picha nyumba ya jirani. Hela zako kala. Nakumbuka na afisa yetu mmoja alikuwa kwenye ubalozi, amekaa, amerudi. Alikuwa anaamini kwamba anampelekea ndugu kaka yake pesa, tena mama yule anampelekea kaka yake pesa amsaidie kujenga, na picha anampelekea. Aliporudi anxiety yake kubwa, akamwambia basi twende tukaone ile nyumba, sasa nitakupeleka kesho kutwa. Kwa sababu kiwanja anakijua, akaenda pale akakuta hakuna chochote. Kama zile pesa alikuwa anakula, anampelekea picha za nyumba ambazo sizo. Yule mama alipata stroke, shock ile tu. You can see, maana huyo amekaa nje, amefanya savings zake zote akitumaini kwamba sasa anarudi kwenye nyumba yake, only to come back home there is no house. Na zile picha zilizokuwa analetewa ni picha tu, amepiga picha za nyumba za jirani. Ndio sasa ndio imefikia hapa, imekuwa kwenye renta. Mama anafurahi tu, ongeza pesa analeta. Kwa tukasema tumeomba mashirika yetu haya yajihusishe kwenye ujenzi wa nyumba kwa ajili ya diaspora. Na ndio maana katika some of the trips ambazo nafanya, nimeanza kusafiri na baadhi ya watu wa National Housing na watu wa NSSF, PPF, kujaribu kuencourage kwamba haya mashirika haya yatoe facility ambayo ya kuweza kujenga nyumba, na kupitia kwao ni watu wawekeze, walipe, waje wajenge nyumba, wapate nyumba zinazokuwa. Na kwa sababu naelewa hayo matatizo, kwa sababu tumeshawishi makampuni yetu, mabenki yetu sasa pia yaanzisha accounts ambazo zitakuwa watu wetu wa diaspora wanaweza kuwekeza pesa zao, wanaweza kuweka akiba yao, na akiba ile waitumie kwa ajili ya huduma mbalimbali wanazozihitaji. Haya tumeyafanya, nadhani umeona iko Tanzania account ya CRDB, na naona KCB Tanzania nayo wana hizo facilities. Kwa hiyo tumeanza haya kuyatengeneza kwa maana ya kuwatengenezea mazingira ya kuwarahisishia kuweza kupata nyumba, kuweza kupata viwanja, kwa hiyo hii inawezesheni. Lakini sio hivyo, ukifungua account yako hapa kwamba unaporudi unazo pesa ambazo unaweza kuzitumia. Kwa siku hizi, kwa dunia ya leo ya plastic money, kadi hii unaweza kuitumia popote. Lakini sidhani kwamba ukiwa unakwenda Msoga pale kijijini kwetu pale,
unakwenda pale kwenye duka la tozo pale anauza mafuta na mchele na nini, kwamba unakwenda pale utatoa Visa card yako, huwezi kupata. Lakini ukiwa na account yako sasa unaweza mwenyewe ukija una drop pesa zako, unakwenda zako kijijini, unakwenda kule umejaa ya kutosha, na ukienda kujoin wenzako kila buni pale, na wewe unapiga raundi zako za chimpumu au lanzi, basi mnajumuika na wana kijiji wenzako na pesa unazo. Wanasema tumejaribu kuyatengeneza hayo, kujaribu kutengenezea mazingira ambayo mnaweza kuyatumia for remittance, mnaweza kuyatumia kwa ajili ya kuwawezesheni kupata viwanja, kujenga nyumba, lakini pia ni mazingira ambayo yanawawezesheni haya ya kuwekeza. Ndio maana kila tunapopata nafasi tunatembea na watu wa TIC, wanawaelimisha fursa zilizokuwepo, miradi iliyokuwepo. Ukiweza wewe wekeza, lakini kama unaweza kumpata mtu wa kuja kuwekeza na wewe ukanufaika nayo pia muweze kuifanya. Nasema haya tumekuwa tunayafanya kwa maana ya kuiunganisha diaspora yetu na nyumbani na kuwatengenezea mazingira ambayo na nyinyi mlioko nje mnaweza mkachangia maendeleo ya nyumbani kwenu ambayo ni yenu nyinyi wenyewe na ndugu zenu, lakini pia mnaweza mkachangia katika maendeleo ya nchi. Lakini yote hayo mimi siwezi kutembea nchi zote duniani mliko walioko Tanzania, na sitafika miji yote ambako Watanzania wako hata katika nchi moja, lakini kuna baadhi ya miji nakwenda. Sasa hii initiative hii ya Emmanuel ni initiative nzuri. Kwanza kule kwenyewe katika zile nchi mbalimbali mmeanzisha association yenu. Kuna diaspora chapter ya wapi, diaspora chapter ya Manchester, diaspora chapter ya Reading, ya London, iko ya Washington DC, DMV inaitwa. Iko ya San Francisco, iko ya California, iko ya Houston. Unapokwenda, nimepita juzi Houston, nimewakuta pale wako wale kwa Dallas wako hivyo. Kwa hiyo sasa hivi me-organize wenyewe. That's good. Lakini hii initiative sasa ni bora zaidi kwamba mnayo ile yenu, mnajiunga katika hii kubwa na mnaweza mkafanya mambo makubwa zaidi. Kwa hiyo nidhani nieleze tu furaha yangu kwa kwanza mlivyosio mwamko mliokuwa nao sasa, waliokuwa nao Tanzania walioko nje wanajipanga vizuri kuchangia maendeleo yao wao wenyewe ya ndugu zao, lakini kuchangia maendeleo ya nchi yao. Na hiyo organization hii sasa initiative hii ni initiative ambayo kwa kweli ni bora zaidi. Kwa sasa mnapata forum ambapo mnaweza mkakutana wa Tanzania mlioko nje, mkazungumza kwa karibu na mkakutania nyumbani. Ni bora zaidi kwa sababu hapa mnapata nafasi sasa ya kuona zile fursa mbalimbali. I hope katika structure ya mkutano wenu, na nafurahi kwamba mtapata nafasi ya watu wale wa maeneo kama ya uwekezaji, ya nyumba, watu gani wapata nafasi waje wazungumze na nyinyi. Na kama nilivyosema, wakija wale watu wa TIC, akija hapa Juliet na wenzake wakawaeleza fursa zilizokuwepo, kila mmoja akaondoka nazo akarudi huko aliko, anajua atakwenda kumuona nani, kumwambia bwana wewe unawekeza kwenye kampuni hii, why don't you invest in Tanzania, there is this project, there is this opportunity. Kirudi kule mnarudi nyinyi all armed na a lot of information. I hope watu wa TIC si mmepita kwenye banda yenu, wako wapi? Bado wako nje kwenye maonyesho, niliwakuta pale. I hope watu wa TIC watawapeni information ya kutosha. Sasa nimesafiri nao juzi Marekani kule, they have so many projects, a retinue of projects ambazo wakiwapeni mkiondoka nazo, mkienda huko na nyinyi mnaweza kwenda mkatafuta watu wanaweza kuja wakawekeza. Ikawa mkutano huu ukawa wenyewe ni mbubujiko wa hatua kubwa sana ya mafanikio. Mnakwenda nazo the projects, mnakwenda na nyinyi kwenda kuzi market. I hope pia watu wa maeneo mengine mbalimbali yanayohusika watapata nafasi ya kuelezeni fursa zilizokuwepo. Wako watu hapa wanajenga nyumba za kisasa. Sasa siku hizi wamengere kwenye dhana nzuri ya real estate development.
kwamba mtu anapewa eneo la eka 300 anajenga nyumba, alafu nyumba zile anaziuza tu. Lakini sio hivyo tu, lakini financial facilities zipo sasa za mikopo. KCB wanatoa mikopo na watu wengine wanatoa mikopo ambayo unakopa, unaweza ukalipa ukaendelea kupata mortgage facilities pia zimeanza kujitokeza. Kwa nini niseme tu kwamba I'm so happy for this initiative. Na Watanzania wenzetu sasa huko mmeamka, na hiyo kwa kweli inanifurahisha sana. Because kila nilikopita kilio maneno ya madai ya uraia pacha kila mahali tumesikia, lakini kila wakati tunasema kwamba uraia ni swala la katiba, si swala la rais. Rais hawezi kusema sasa kuanzia sasa nimetangaza watu wote wamekuwa raia. Haiwezekani. Uraia ni jambo limetamkwa kwenye sheria na ndio jambo la msingi. Maana katika mambo ya msingi kwenye katiba ya nchi ni ukitamka nchi yenyewe na watu wake ni kina nani, na nani anaweza kuwa raia na nani hawezi kuwa raia. Hiyo ni jambo la msingi. La uraia pacha nchi nyingi zinafanya duniani. Na sisi katika serikali tunao clarity kwamba ni jambo ambalo ni jambo zuri, lakini hatuna mamlaka ya amri. Hatuna mamlaka kulazimisha sasa lazima liwe hivi, na linahitaji lazima libuild consensus. Tutegemea katika tume hii ya marekebisho ya katiba ingejitokeza, halikujitokeza. Ile rasimu ya kwanza halikujitokeza kabisa. Na kwa sisi tulifanya kwenye CCM katika mapendekezo yetu ya kwenye mabaraza yale ya kitaasisi tulipendekeza tena. Tulipendekeza mara ya kwanza, tukalipendekeza tena, limejitokeza, lakini si kwa namna ile ambayo ingewafurahisha sana. Limezungumzia tu fursa wanazoweza kupata watu wenye asili ya Tanzania ambao wanaishi nje. Bado demand ni ile ya uraia pacha. Nilisema pale Washington, kampeni hili jambo halikusemewa, na msitegemee kwamba Mtanzania huyu wa Tunduru akazungumzia uraia pacha. Halimhusu. Kwanza halijui jambo lenyewe, unless awe na mwanawe amwambia baba sema. Lakini si jambo ambalo hivi Watanzania walioko ndani hapa ni jambo linawakereketa. Haliwakereketi. Niliwatania hapa, akasema nyinyi hodari sana kwenye mablog huko, lakini kwenye mablog kule hatujawasoma mkawa mnazungumzia hili jambo linalowakereketa. Mnajiingiza tu kwenye siasa hizi za mtaani, mambo ya mtaani, mambo ya udaku, hayo rania mnachangia sana. Lakini jambo lenu hili kubwa la uraia wenu halikujitokeza. Kwenye tume kule watu wametoa maoni kwenye mitandao, kwenye nini. Actually you just kept quiet. Okay, nimemteua ndugu Singo. Moja kutoka kwenye diaspora kwenye hilo bunge. Nimemteua makusudi tu naye apate nafasi ya kusema, kulisemea. Lakini sauti yake peke yake haitatosha. A network na wenzake, lakini na nyinyi saidieni kusema. Nasema the time you guys spend contribute kwenye mablogs huko, you only need katika mstari mmoja tu. Na sisi jamaa wa Tanzania tulioko nje tufikirieni. Sasa ikitokea Reading, ikatokea Cambodia, ikatokea Singapore, ikatokea London, ikatokea Hawaii, ikatokea wapi huko, sauti inasikika, lakini sauti yenu haisikiki sana. Haisikiki sana. Nimesema hivi, kilio kina mwenyewe. Wewe uliofiwa ndio unaelia sana.
Lakini inawezekana wewe umefiwa, lakini ukifika pale unakuta kama vile hapa kutokea kitu. Jamani, karibuni. Habari za huko? Salama. Sisi hapa hatujambo tu. Watu watauliza, hapa kuna msiba kweli? Mbona huyu mwenyewe haonyesi hata majonzi? Sasa nyinyi wenye kilio hiki ambao wenyewe hamlii sana kupitia kwenye zile forum zile, nyinyi mkoje? Ndio niambia hivyo pale Washington. Be proactive. Plead your case. Pitch for it. Argue for it. Ndio mnapojenga hoja. Lakini bado bunge linaendelea na tunajua watakuwa wamemalizaje, wataendelea nalo vipi. Na walimaliza zile sura ya kwanza na ya pili. Nadhani sasa ndio wameingia kwenye hayo maeneo mengine. Ndio mbunge yuko hapa. Leticia anazake. Naye pia ni sehemu ya diaspora at some point in her life. Lakini hili niseme kwamba lilipofikia ni kwamba liko mikononi mwa bunge la katiba hivi sasa. Tusubiri tu itakapokwenda. Najua kumekuwepo na kutokuridhika na ile ibara ya 59 ile inayozungumzia hadhi ya watu wenye asili au nasaba ya Tanzania, kwamba itakuja kutambuliwa kwenye sheria. Haijazungumzia uraia, inazungumzia tu hadhi yao. Kwamba itakuja kutungwa sheria. Sasa kama katiba yenyewe haijasema wanakuwa raia, sheria ile haiwezi kuwapa uraia. Ile sheria itatengeneza utaratibu tu kwamba wakipita kama vile kwa China walipoanza ile overseas Chinese, ndio walianza nao wale. Unapata special privileges tu, lakini bado ni overseas Chinese, sio kama bado wanatokea huku. Sasa ni overseas Tanzanians. Sasa nayo ni tofauti sana na kuwa kwamba una uraia wa nchi mbili. Sasa ilivyowekwa imewekwa hivyo tu kwamba hadhi ya watu wenye asili ya au nasaba ya Tanzania itakuja kutungiwa sheria yake. Ndio ilivyosema hiyo rasimu ya katiba ambayo hiyo, wala msijibe matumaini kwamba kwa maana ilivyoandikwa hii itakuja kuzaa uraia wa nchi mbili, hapana. Au hauzai. Inazungumzia hadhi ya watu wenye asili ya Tanzania au nasaba ya Tanzania. Basi katiba ingekuwa inataka uraia wa nchi mbili, ingekuwa categorical kwamba Watanzania walioko nje wana. Sasa lazima tuendelee kwa argue case. Sisi government tumelisemea sana, lakini liko in the hands ya mikono ya wabunge tu. Hatuwezi kusema mimi sasa nimesema. Nyinyi wabunge mmesikia nyinyi? Mimi nimesema. Wanaambia wewe nani? Wewe kwenye bunge hili ilikuwa kazi yako ni kutengeneza sheria, kutoa wazo umeshatoa, kutunga sheria ni umeshaitunga, tume imeshaundwa, rasimu tunajadili sisi. Baada ya hapo wewe subiri tu kama raia nini kitakachokuja, kama raia maarufu. Kwa hiyo nasema hili jambo hili ndio kwamba nataka mtueleze tu kwamba liko katika stage hiyo. Kwa hiyo whatever you guys can do to influence decision among parliamentarians, please do it. Sio haramu. Hata wafugaji wapo pale wana agitate cases za wakulima wapo, wavuvi nao wapo, watu wenye ulemavu nao wapo, wana argue case yao. Na nyinyi wa diaspora kwenda kusema jamani na sisi mtukumbuke. Sio jambo baya. Wala hamtakuwa mnafanya jambo haramu. Hamtakuwa mnafanya jambo haramu kwenda kuona wabunge, kuzungumza nao, kwamba jamani mtukumbuke na sisi, hoja yetu ni hii. Sio jambo haramu. Wala sio kama mnakwenda kufanya bad influence, no. Msiende kuwapa chochote tu, mnapokea saa hii rushwa sasa. Ili mpate leo, lakini kwenda kuzungumza nao tu haina sana kwamba ni jambo baya. Tuendelee tu muendelee kulisemea. Sisi katika serikali na nataka kuhakikisha kwamba hatuna matatizo nalo. Tunaiona faida ya nchi wenzetu wanaonufaika na watu wao ambao wana uraia wanaonufaika kule na bado wanaendelea kunufaika na kunufaisha nchi kwao. Of course hapa ndani ya nchi
kama nilivyosema halina mtu wa kulisemea, na wakati mwingine ukimuuliza mtu sawa anataka nini, si wameondoka wenyewe. Sasa watusumbue hapo si waliondoka hawapataki hapo, wanataka tena na uraia wao huko, wanataka na huko wanataka. Kwa hiyo haya anaweza kuwa ni maelezo tu ya watu wa kawaida tu, ya wananchi wa kawaida. Usizani ndio wanasema kwamba they have nothing against it, lakini sio issue yao tu, sio issue yao, sio jambo linalowakereketa, na wengine hawana uhusiano wala hawamjui mtu yoyote aliyoko huko nje. Wao watu wote wako pale pale Msoga tu kijijini pale. Unapomzungumzia aliyoko nje, anasema aliyoko wapi? Aliyoko nje uko Dar es Salaam, ambaye hana tatizo pale kijijini Msoga. Ndio sisi leo tuko mjini. Tayari sasa wapi yuko mjini? Na akishasema mjini maana yake Dar es Salaam, wala sio Bagamoyo. Anasema kwenda mjini, unajua tu anakwenda Dar es Salaam. Sasa kwa nini nikiwa nimesema mengi, lakini message yangu lile moja tu, kwamba Watanzania walioko nje kama wale walioko ndani wanao wajibu wa kuchangia maendeleo ya nchi yao. Hawa waliopo ndani ndio kazi wanaoifanya kila siku. Labda awe mtu mvivu, analala na kuamka, baba anamlisha, ama jirani anakwenda kuboma mahali, anapata hela ya kula, lakini kila mmoja anatoa mchango wake. Hata kama ni mdogo, bado anatoa mchango kwa ajili ya maendeleo ya nchi yao, ya familia zao. Nyinyi mlioko nje, tunategemea na nyinyi mtoe mchango wenu. Mategemeo yetu sisi la kwanza, kama nilivyosema, changieni maendeleo ya nyumbani kwenu, ya ndugu zenu. La pili, changieni maendeleo ya nchi yenu. Leteni mitaji ya uwekezaji. Nyinyi wenyewe pia muwekeze, sio tukisema kwamba hapana, wekezeni nyinyi mnapoweza, na waleteni wawekezaji kutoka nje waje kuwekeza. Itasaidia kukuza nchi yetu, na nalisema hili kwamba nchi zote duniani zimekuwa kwa mitaji ya nchi nyingine. Nchi ambayo imekuwa kwa mitaji yake peke yake haipo, hata hiyo Marekani. Leo New York Stock Exchange pale ina pesa nyingi za watu wa nje, ziko nyingi sana, na zinatumika kwa ajili ya maendeleo ya Marekani. Na wetu wanadhana tofauti, za hatuhitaji wawekezaji. Hata mataifa makubwa yaliyoendelea yanawahitaji mpaka leo hii, na wanafanya jitihada ya kuwaambia watu waje. Ningesema wewe ukienda Marekani kule, kama unazo hela zako halali $2.5 na green card unapata. Hawamtaki mtu tu anakwenda pale kuganga njaa. Kwa hiyo onyesha umuhimu, tuleteni teknolojia. Teknolojia ni maana kuna sayansi, ni uwezo wa kutambua kanuni zinazotawala maumbile. Teknolojia ni uvumbuzi sasa wa zana na vifaa, ili utumie maarifa yale uliyogundua kwa ajili ya kujiletea maendeleo yako wewe mwanadamu. Tunahitaji teknolojia za kisasa iturahisishie kwenda na kusukuma gurudumu letu la maendeleo, tuongeze kasi ya maendeleo. Tunahitaji maarifa ya kufanya mambo mbalimbali, na maarifa makubwa yako kwenye mataifa yaliyoendelea, fursa hizo zileteni. Tunatafuta masoko ya bidhaa zetu, tutafuteni masoko ya bidhaa hizo. Lakini pia sema sisi na kuhakikisha kwamba hapa ndani tumejaribu kutengeneza kwa kadri tulivyoweza sisi mazingira ya kuwawezesheni nyinyi kuchangia, mazingira ya kuwezesheni nyinyi kujenga nyumba. Na hiyo hayo yote tumeyatengeneza, ndio tumeanza, na tuendelea kuyaboresha kadri. Kwa fursa hii mlionayo, jadilini yale tunayofanya, tunaweza kuboresha wapi kwenye yale ya uwekezaji, nini mnachotaka kukiona kifanyike ili muweze kutoa mchango wenu mkubwa zaidi. Na nimalizie kwa kusema nashukuru sana kwa fursa hii, hasa kwa ubunifu huu wa kuwa na organization hii, ambayo sasa Watanzania walioko nje wanaweza kukutana wakazungumza yao na ya nchi yao, na namna gani wanaweza kuchangia maendeleo ya nchi yao. Mimi nimalize kwa kusema nawatakia heri na mafanikio katika mkutano. Asanteni sana.